hujaumbika, asa kwa nini mimi unanitesaka? Oh, ishti unaniweka kwenye ishti. Jado mume wangu kipenzi, na kuhakikishia huwezi kufa kirahisi namna hii. Ni lazima upitie maumivu kama unavyochoma moyo wangu. Niseme vishawishi, maumivu yanatiristi. Oh, listi, mi unaniweka kwenye listi. Niseme vishawishi, maumivu yanatiristi. Jado, please. Jado, amka. Tafadhali, nilikuwa natania. Tafadhali, nakuomba usife. Bado nakuhitaji, tafadhali. Amka, Chamasiala, amka tafadhali, amka. Nimeacha kila kitu, nimesamehe kila kitu. Tafadhali. Usiniache. Sheila, haya ni mauaji. Oh, listi, mi unaniweka kwenye listi. Niseme vishawishi, maumivu yanatiristi. Acha mjinga wewe mwanaume. Kuna milioni 20 mezani. Nakupa siku hizi 2. Rudia kwa sauti, nakupa siku hizi 2. Ukiona sura yangu imeingia hapa, ujue ninakuja kucheza shikwede ngoma ya kwenu. Nitakutoa mnanda mziki kukutia mkoani kwenu. Mimi muda si mrefu nakaribia kuwa mama mtoto wako. Bora umenishushia hapa. Manake ungeendelea kunipeleka mbele, si unajua nina majirani zangu pale. Waambia kama nini? Sawa. Kama nilivyokuambia. Sawa. Yule jamaa wako hana hela. Atakuzeesha tu. Sawa. Nipe nafasi uenjoy maisha. Nataka nikufanyie vitu vizuri sana. And I promise you, kama utaachana naye kabisa, nitakuweka kwenye mazingira mazuri sana. Sawa? Sasa Mwenyezi amenipa na mimi langu chaguo, napewa vya uterezi, mwenye nywele nimelipata chanuo. Hii miraha naona raha, naona nanawiri vipi, sio kwa hizi raha. Jamani kupendwa raha, naona raha, mahaba yamekithiri huko, si kwa hizi raha. Eti ananipenda baby wangu, na mimi nampenda, nashinda hisia zangu. Ananipenda baby wangu, na mimi nampenda, kashinda hisia zangu. Kwa quality ya kitambaa hiki, hii nguo inaonekana ni gharama sana. Naomba uniambie, ni nani amekununulia? Unajua nini mume wangu? Nguo nilikopa. Yule mmoja wa pale jirani nilimkopa. Kwa hiyo nilikuwa Zuri unaniongopea. Macho yako tu yanaonyesha kwamba unaniongopea. Sawa, sikupi kikubwa.
lakini kidogo changu nakupatia. Napambana, nahangaika, napauka kwa sababu yako. Kumbe mwenzangu unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Unaona sina maana kabisa. Wema wangu unaufanya kwako kama ni kituko, ni kichekesho kwako. Sina nafasi katika moyo wako. Hivi ni nani amekukoleza mpaka umeamua kunifanyia hivi? Lakini mume wangu, mbona unapenda kulalamika? Mimi siko hivyo unavyonifikiria. Zuri, unaniongopea, na ipo siku nitakuja kujua ukweli, na nikuhakikishie kila mtu atajilaumu kwa nafasi yake. Wewe utajilaumu kwa nafasi yako na mimi nitajilaumu kwa nafasi yangu. Ugumu wa maisha ndio unaokufanya unachepukaga, jaufanya umbika. Asa kwa nini mimi unanitesaga? Isti unaniweka kwenye isti, niseme vishawishi maumivu yanatiristi. Listi mi unaniweka kwenye listi, niseme vishawishi maumivu yanatiristi. Hakika wewe mwanamke ni mzuri sana. Tazama haya macho, tazama na hii midomo, ona uso wake. Kama si wazazi, huyu mwanamke ningeoa. Mwana amesema harudi, emfungeni milango wote tukalale. Huyu mzee ameshaharibu kila kitu. Sasa nitamwaga wapi? Wewe unifanya ubunifu. Yaani utaona wewe. Nakupigia upokei tena madam. Mimi nakupigia upokei. Nakutumia message WhatsApp ujibu na nakwenda kusoma online. Niko busy na kazi. Sasa nikwambie. Mimi sio kama nakupigia simu nina shida sana. Ila kaa ukijua hili jumba bovu bado ni la kwako. Nakwambia hivi macho meupe. Nimekupa mchoro umechoreka. Mchoro unaelekea vizuri, unaanza kuleta madindingi. Sikiliza nikwambie. Mimi ninachotaka nikupe neno moja tu. Kama utaafiki sawa, kama utaleta kona baridi. Mimi sina ninachopoteza, sina loss kwenye mechi. Ni shida ni suluhu na baki ligi kuu. Umenielewa? Twende kwenye point. Point ni hivi. Kama tulivyoongea awali. Ule mzigo niekee mimi. Mimi ndo nijue nampaje. Mimi nachotaka ule mzigo unipe mimi. Afu yesa kenda kule, potelea mbali fume lillahi. Kama riziki yake ipo atatoka kama fresh. Acha leo ya udhaifu. Acha leo mbaya. Kazi kaifanya yule. Wai nikupe pesa wewe. Na akirudi uko jela Acha upumbavu wewe. Huu ni mpango wa pesa, ni mpango mkakati. Kesi yako imekwisha. Mzigo nipe mimi tumalizane. Kwani kuna shughuli wewe baba yako mdogo? Au ile dada yako? Na akitoka huko nje. Kutoka niachie mimi, wewe anakujua. Kutoka niachie mimi. Mimi nataka sina. Chukua namba zangu hizo. Wewe nitilie mzigo hapa tumalizane. Tofauti na hapo tafuta ndungu. Acha leo ya udhaifu ile. Kwa mimi dhaifu. Mimi ni dhaifu? Anyway sawa. Subiri kidogo. Halo. Nakwambiaje sikulipi? Sikulipi, nimelala vituo vyote vya polisi hapa Dar es Salaam. Nimelala mpaka vituo vya watoto yatima, sikulipi. Ndio.
chukua namba yangu nitumie mzigo. Haina shida. Nitakutumia. Aibu utaona wewe. Mzigo wangu uingie, usipoingia ndugu yangu umenunua wakati wa pilau na sio sikukuu. Watu wanaishi maisha magumu sana. Hivi huu ni mradi, ni biashara au ni nini? Nimeshajua ni kwa nini unamficha yule mtoto wake. Hauwezi ukampa matunzo mtoto wake biashara kama hii. Bro, tafuta hela. Sawa? Pambana, wewe ni mtoto wa kiume. Umeelewa? Kama uwezo umeshindwa kumlea mwanamke, basi achisa. Sio, unanielewa? Bro, mimi nina hela. Naweza kuchukua mwanamke yoyote wakati wowote na usinifanye chochote. Hata wewe mwenyewe ukinisumbua, nina uwezo nikakuficha vile vile. Au sio? Basi sawa, acha tuone kitatokea. Mungu ananinyima mimi kwani una nini mpaka unauza utu wako, unaonjeshwa penzi unaambiwa ufanye siri, mwishoni ushapakawa, unaambiwa unyamaze. Kwa nini unanipa stress unagawa utamu wangu mimi, mwishoni wewe unajaa. Na kama kumridhisha, mbona mimi namridhisha? Wewe mwana, wapi? Wewe unanihoji kama nani? Jina nimekaa kwenye chumba chako mpaka saa 6 usiku hujatokea. Uko wapi? Labda tu uliamua kukesha kwenye chumba changu. Mimi nanihusu nini sasa? Tena nimesikia umeenda kwa bwana wako Mafreti. Ulikuwa kwenye hali mbaya, tena umeipakia ndimu ili tuwe chapa. Kuna kinachokuuma hiko? Kwani wewe ni nani kwangu? Mume wangu? Mbona unapenda kunichunguza, kunifatafata? Huyo mzee wangu mwenyewe hajawahi kuniuliza nisipolala hapa nyumbani. Alafu nimesikia una tabia ya kujilizaliza, kunililia mimi. Acha sifa. Dihile, masuala ya kujilizaliza kunitia aibu sitaki. Iwe mwanzo na mwisho. Ndiyo, nilikuwa kwa bwana wangu. Ushajua waliokuambia amekwambia. Unaamuaje? Unataka nini sasa? Alafu nikwambie, uko kukaa kukesha kunisubiria mimi, ni bora ukeshe ukiomba Mungu. Kwa sababu kukaa kukesha usiku kucha bila kuomba ni matumizi mabaya ya mkesha wako. Omba Mungu akufungulie milango. Nimechoka mimi, naenda kupumzika. Unaonjeshwa penzi unaambiwa ufanye siri, mwishoni ushapakawa, unaambiwa unyamaze. Kwa nini unanipa stress unagawa utamu wangu mimi? Standard. Hapa kuna mchongo. Umeelewa? Kuna problem. Umeona vizuri? Yule demu anasema kwamba yeye ni msanii. Sio kama ni msanii kweli ya malaya, lakini sio kesi. Ndio. Nataka kumfanyia interview. Okay. Yaani interview fulani hivi, yani kama ya uongo fulani, kama ukweli fulani, lakini mfanyia interview. Okay. Sasa moja na nini? Sasa kwenye hiyo 200,000 unanipa shilingi ngapi? Sasa hapa nina laki hizi mbili zake nishachukua. Ila ndakupa 30. Sasa lazima nalia sasa. Sasa si uongo.
Sikia, fanya hivi. Sikia, siweke kesi. Ongeza shilingi 5,000 kwenye sasa. Sandadi. Mimi nimemtoa mbali demu ujue. Mbali yani. Yaani nimemtoa mbali sana. Sio kirahisi ujue. So kesi basi. Hiyo fresh nakupa 35. Fresh. Hili si uhakika? Uhakika. Usiniangushe. Twende. Leo kusuka shoga yangu. Mstari kaifundisha. Sina hata sijui kwa kusuka. Kila hapo umefika ndugu wangu. Takupongezesha mpaka shemeji tena ukusahau. Mimi nitakusuka hizi za rangi ya mkwa. Sawa ndugu. Hebu subiri kwanza, kuna mtu alinibiko hapa. Sijajua ni nani. Sija kama mteja. Alafu ikawa jamani. Useme wangu huyo. Jamani, huyu mume wangu ndio. Sasa nikwaje? Kwani Mungu anaweza kaua kweli? Kwenye listi niseme vishawishi maumivu yanatiristi. Listi mi unaniweka kwenye listi niseme vishawishi maumivu yanatiristi. Najima, nataka leo ubaluze sawa? Yaani ushatoboa. Hapo ndio kubwa. Usiniangushe sawa? Ebra, moja kwa moja kutokea idhaa ya Kiswahili Rakana FM ambayo inakutangazia kupitia masafa ya frequency 99.9. Leo studio tuna mgeni hapa, lakini huyo pia ni msanii wa muziki wa kizazi kipya. Atajitambulisha majina yake na mtaweza kumfahamu. Kwanza tujue jina lako kwanza. Unaitwa nani? Pia wasikilizaji ambao wanakusikiliza kupitia idhaa yetu moja kwa moja waweze kukusikiliza. Mimi naitwa Najma. Unaitwa Najma. Hebu tupe kionjo kidogo hata msikilizaji ambaye anakusikiliza ajue kwamba umemletea nini hapa studio. Twende. Imba. Nikizungumzia mapenzi na muona dadi. Ema, usubiri kwanza. Hizi nyimbo unaandika au moja kwa moja au unaziimba kutokea kwenye Apige tena. Piga tena. Nikizungumzia mapenzi na muona dadi. Bwana msikilizaji wa 99.9, umepata kumsikiliza msanii wetu kutokea moja kwa moja studio 99.9, lakini huyu msanii leo atatupa burudani. Wewe uko wapi? Chaji yangu umeweka wapi? Silikuwa hapo. Njoo haraka bana, mimi nataka chaji yangu. Okay, sawa. Moja kwa moja kutokea studio barabara, umepata kumsikiliza msanii wetu kupitia idhaa ya Kiswahili Karakana FM ambayo inaruka kupitia masafa ya frequency 99.9 na leo nataka chaji yangu. Chaji yako ilikuwa pale. Acha ujinga. Nataka chaji yangu. Mwana. Lakini ni wewe ambaye ulikuwa unasema kwamba unajutia sana mimi siku ya kwanza kunipa nyama. Alafu wewe ndio unasema kwamba mapenzi yetu yawe ya siri.
Sikuelewi. Najaribu kumove on, lakini unakuwa tena ukirudisha nyuma. Wewe unifanyia hivi mwana? Si ndio wewe hili niliokuwa na kukuta chumbani kwangu bila taarifa? Au sio wewe uliochonga funguo za chumbani kwangu bila ridhaa yangu? Wewe unataka kula nyama au umekuwa mwandishi wa habari? Maneno mengi. Nyama imeshaandaliwa mezani, kazi yako tu kula. Mwana, shida sio kula nyama, ni mara zote umekuwa ukiniacha njiani na hata sifurahii safari yako. Kwani uko Joy? Ndio nakojoa, ila nini? Au mpaka unye? Madam Nabu, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya jambo moja tu. Hii kesi ni kubwa sana. Naweza nikasema naenda kukaa kule kwa miezi 6, lakini naweza nikakaa kule zaidi ya hapo au nikatokomea kabisa uraiani. Sasa nilikuwa na kuomba ule mzigo ambao tumekubaliana mimi na wewe apatiwe mke wangu. Kwa kipindi ambacho mimi nitakuwa kule ndani, yeye msaidie akishajifungua na kulea watoto. Nakuomba tafadhali sana. Mlekwa, nilikwambia usijali. Kila hatua niko sambamba na wewe. Na kuhusu mkeo, kila kitu atapata. Nitakuwa naye karibu sana, wala sitomwangusha na wala sitokuangusha. Kwa hiyo usijali. Hivyo vitu vidogo sana kwangu. Sawa? Naomba unihakikishie kila kitu kitakwenda sawa, kwa sababu nimebeba hili jambo kwa ajili yako wewe. Na kutegemea sana. Kiukweli leo nimefurahi sana kusikia hivyo, na katika siku ambazo umefanya maamuzi sahihi ni leo, kwa sababu wewe sio kuishi katika mazingira haya, sawa? Ukutakiwa kuishi katika maeneo kama haya. Maeneo yako yamepooza, yana vumbi kama unavyoona hivi. So I'm sure from now utaishi sehemu nzuri sana, sawa? Kwa hiyo yule jamaa wako, ina maana ile biashara yake ya makopo alikuwa anafanya kama geresha, si ndio? Yaani mimi mwenyewe nilipoona tu ile taarifa, kwa kweli niliogopa sana. Na uwezo ukaamini mpaka muda huu ninavyokuambia, yaani ninaogopa. Manake naweza nikalala usiku akanikaba. Yaani nishaanza kuwa na hofu. Kuwa na amani, kwa sababu umeshakuwa na mimi. I'm sure sidhani kama atapata nafasi nyingine tena ya kuwa karibu na wewe, sawa? Nitahakikisha ninakulinda kwa jasho na maji, sawa? Hatopata tena hiyo nafasi. Sawa. Kuwa na amani. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Usijali. Nimelibeba na tutakuwa pamoja kila hatua. Unaneka kwenye niseme vishawishi, maumivu yanatiristi. Mi unaneka kwenye niseme vishawishi, maumivu yanatiristi.